this is Uwezo TV, home of entertainment. Na leo tuko maandamano na wananchi wameshikana mkono kwa mkono ili kuandamana na kutetea haki yao. Na leo niko na baba, tunaweza tamani tusikie kama maoni yake ni nini kuhusu hii hali ambayo tunayaona saa hizi. Yaani nchi imetafanya tunakosa kama ni shida nini. Jambo baba. Salama sana kaka. Jina ni nani? Mimi naitwa Ndichu Kahiga. Yes. Mimi nafanya hapa na mabasi za kwenda Western, napanga mabasi za kwenda Western. Yes. Sasa leo nashangaa naona mapolisi ndio nabeba hapa. Wamekuwa wengi hata nashindwa namna gani bwana. Yes. Leo hata customer wamehepa wote wamerudi manyumbani bwana. Yes. Mimi nashindwa namna gani tunaenda vipi? Sasa unaona maandamano itasaidia mwananchi kabisa kutetea ile nani haki yake? Mimi sioni sioni, lakini acha vijana wangangane, lakini bado naona tunaumia nje. Ni one time siku zote, waambie one time siku zote. Nasema tu aachie serikali ifanye. Sasa na ile kuandamana kwetu sisi vijana, je, tutapata kweli haki yetu? Haki lazima itendeke. Sisi tunaitisha haki yetu. Hata wazee wetu wenye walikufa juu ya haki. True. So sisi tunaandamana tukiitisha haki. Yeah. Na haki yetu ni ushuru ipunguzwe, vijana waache kuuliwa. Hiyo Yes. ndio haki yetu yenye tunauliza. Yes. Na sasa venye yani maskari wanaendelea kuua watu na kuvunja watu. Unajua sasa wakati tunaandamana, unapata watu wanauawa, wengine wanavunja miguu. Sasa unaangalia sasa ile ni haki pia wao kufanyia wananchi hivyo. Hiyo si haki sababu sisi tunaandamana kwa amani. Ukiangalia kama mimi sijabeba kitu yoyote, Yes. na kama maandamano inaweza nipata mali yoyote mali niko. Yes. Lakini polisi akikuja anaona mimi ni kwa maandamano. Yes. So waache kutuua sababu sisi tunaandamana kwa amani tukiitisha haki. Yes. Na haki tukipewa hatutaandamana tena. Ni kweli hiyo. Yes. Habari yako baba? Nzuri sana. Na pia uko maandamano? Mimi niko kazi yangu hapa, lakini naona mapolisi wamemwakwa wengi. Yes. Na tunashindwa na mwakwa ya nini? Vijana wako na haki ya kuandamana. Yes. Kwa sababu hii Kenya tumefinyika. Hata ukiangalia tunatoka hapa bure, hatuna chochote. Kwa hivyo Ruto kama hata jali wa Kenya ajua ataenda one term. Sisi vijana wetu wameuawa na tuko na shida. Hata ukitoka kwa nyumba unauliza utakula nini. Kwa hivyo polisi waache vijana waandamane. Hiyo ni haki yao. Yes. Yeah. Na huko kuona venye mapolisi wanaendelea kufanya nani ile mauaji kila siku, ama unapata wanavunja watu. So ile nayo pia ni haki yao ama wanaenda kinyume na polisi wamekeuka haki ya wananchi. Yes. Sababu mwananchi anapoandamana hajapepa kitu yoyote. Yeah. Wewe unapepa punduki na rungu unampiga kwa nini? Na si Al-Shabaab. Wale watu wako wakora, polisi hawaendi. Wanatafuta wananchi wenye wako innocent. Kwa hivyo sisi tunasema Ruto achunge. Watu wako mchagua kutuma polisi waue vijana. Yeah. Yeye anakaa kwa State House na ajui vile watu wanaumia. Najua analeta vita kati. Kwa hivyo yeye ajue anajinga na akitaka kurudi ambia polisi wasipike wananchi. Na wao kuona kwamba vijana wanaendelea kupambana na kutetea haki yao. Je, watafanikiwa kweli kupambana hivyo by force? Sisi tulisaa vijana watusaidie. Hatuna nguvu ya kukimbizana na polisi. Yes. Kwa hivyo vijana wang'ang'anie sisi ndio tupate maisha bora. Yes. Yeah. Mpendwa, this is Uwezo TV, home of entertainment. Acha tuongee na baba hapa mmoja, ni mtu wa Ndudhi. Jambo baba. Jambo sana. Uko salama? Niko salama. Kazi nakupelekaje? Kazi si poa. Ukiangalia kama leo yote nitashinda hivi bure. Yes. Niambiwa ni bottom up. Yes. Bottom up ni kweli, nikiangalia nyuma yangu sana naona askari ni kama end ya yangu. Yes. Kulingana tunaangalia tunaona wanaua wenzetu, ndugu zetu, dada zetu. Yes. Yes. Si haki ya jinsi peke yao. Yes. Juu hata maisha yao makarau hawa wenyewe tunaona hapa. Kwenda hata itabadilika, juu wana watoto kama sisi. Yes. Ambao ni majenzi kati yetu. Okay, mimi nimepita kiwango cha jenzi. Yes. But nina vijana ambao ni jenzi. Na mimi naomba wapiganie haki yao. Hiyo ni haki yao na wanafaa kulindwa, si kupigwa wala kuuliwa. Yes. Mtu amebeba maji, mtu amebeba handkerchief, mwingine amebeba bendera ya Kenya na malalamishi yake. Mbona ushoot? Why? Haja kugonga, haja kufanyia chochote. Kwa nini unafanya kuua? Ni kweli. Sasa hiyo uongozi wa mzee William Ruto kuongea ukweli na haki, mimi hata iko kwa akili yangu. Hata naomba hata tuko karibu kufikiria hata venye meza. Yaani tuling'ang'ana na tukampigia kura kuwe rais wetu, lakini ile mambo tunaona na wao kuona kabisa
hii kuandamana kwetu itatusaidia ama tu ni kuharibu tu maisha? Hapana, tuko hapa kuandamana tuharibu maisha ya watu wala kupigana na askari wetu. Yes. Sisi tuko hapa tupewe haki na tusikizwe. Unaona? Yes. Juu sasa tukigagaa pande hii chakula, tukigagaa masomo pande ile, tukigagaa pesa tunaona penye zinamwagwa bilioni za pesa kidiki ndio na hiyo kazi yake. Yes. Sasa yani anda tuotamani serikali, tunaomba Mungu hata ya wajezi wafanikiwe. Yes. Wakiweza hata kuitoa kwa siku ya leo waiondoe. Ndio. Tuweke serikali nyingine. Yangu niyo na tujafurahishwa na serikali ya William Ruto. Baba, tunashukuru sana kwa kipindi ambao umekuwa pamoja nasi, na bila kusahau this is Uwezo TV, home of entertainment. Na Uwezo TV iko hapa kwa kila mtu. Na leo ni siku ya maandamano, vijana unaona wanajitokeza na tunaendelea kuandamana pamoja na vijana. Na kitu ambacho naomba kwamba tu Mungu tu atusaidie hii maandamano ambayo tunazidi kuandamana, acha basi kwa amani ya kuleta amani kwenye nchi yetu ya Kenya. Na tunazidi kuendelea pamoja. Mpendwa, stay tuned. We are live on Uwezo TV, home of entertainment. Nakuru. Na leo nimepatana na mwenzangu hapa, pia naye anachapa kazi hapa town. Mambo bro? Safi kabisa bro. Jina unatambulikana na? Kwa majina naitwa Billy Karemi. Yes. Ama ukipenda unaweza niita Billy and Boots TV. Mimi ni mwandishi wa habari. Na siku ya leo pia mimi niko katika harakati. Mimi ni hii inaitwa hii inachukua filamu pia. Yes. Ripoti ninatangaza. Yes. Nimetoka huko town. Na kusema ukweli wanabiashara wengi wamefunga kazi, nilikuwa kazi pia hata mimi nimefunga. Yes. Na siku ya leo hali yaweza badilika huko town, manake vijana ndio hao, askari ndio hao. Labda tungoje tuone hali itakuwaje leo. Wewe unaangalia kweli kuandamana kwetu itatusaidia kweli? Mimi kwa maoni yangu, yes, ningetaka sana haya maandamano yawe na faida. Faida kwangu binafsi, faida kwa Wakenya, faida kwa hii nchi. Lakini hali ilivyo haya maandamano unapata ya kwamba kuna wale ambao wanaleta vurugu katika haya maandamano. Juu kama saa hizi unaona kila kitu kimefungwa, kazi hakuna mtu ambaye anafanya. Unapata hata kama ni biashara ndogo unapata naye amefanya amefunga, na ile biashara ndio anategemea. So kama basi imefikia hapo kila mtu afunge kazi zake juu ya kuandamana, je, unaweza ambia serikali aje? Wito wangu kwa serikali, yes, sasa hivi ni kwamba kama vijana wako na shida na serikali ikubali kusikiza hii shida iko wapi. Wakati vijana na Wakenya wengine wametokea kwa barabara kuandamana kudai haki yao, ni kusema ya kwamba kuna watu mahali ambao wamekataa kuwasikiliza. Yes. Na kwa hivyo mimi ningesema ya kwamba wanaoandamana serikali ije iwalinde waandamane, wapeane lawama zao. Yeah. Na wale ambao wanatoa vurugu pia serikali iwazuia kufanya vurugu. Yeah. Lakini pia tumeona askari, mimi nimetoka pale Kenyatta Avenue sasa hivi. Wanabiashara, waandamanaji walikuwa wamesimama tu hivi kando ya barabara wakijiangalilia ni nini kinachoendelea. Yes. Hapo tu ndio wao polisi askari ndio wao wanarusha tear gas. Sasa watu hapo wameulizana, sisi tumesimama tu kwa barabara, askari wameturushia tear gas ya nini? Mimi hapo unaniona nimekula hiyo tear gas sasa hivi pale Kenyatta Avenue. Yes. Yeah. So tuseme maskari saizi wanakuja na hiyo yani wanakuja kama wadui. Askari waache tu wananchi waandamane kwa amani. Kwa mfano niruhusu nipeane mfano moja. Yes. Wakati wa uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Yes. Kulitokea siku ambayo Raila Odinga alienda na akajiapisha. Yes. Hiyo siku alikuwa na wafuasi wengi sana pale katika mji wa Nairobi. Yes. Kwa nini Rais Uhuru Kenyatta hakutuma askari wakapiga Raila Odinga akijiapisha? Aliwacha mambo ikafanyika, Raila akaapishwa, maandamano ikaisha, na Kenya ikaendelea. Mbona Ruto, mbona hataki watu waandamane kwa amani siku isha waende nyumbani? Hiyo ndio swali yangu. Yeah. So wewe kwa maoni yako serikali ya Uhuru na serikali ya Ruto afadhali gani ambao at least wanajaribu kusikiza wananchi? Mimi nasemaje? Yes. Hizo serikali zote kila serikali iko na mazuri yake na mabaya yake. Yes. Serikali ya Uhuru ndio watu hawakuipenda. Yes. Lakini sasa hivi wanaona ya serikali ya Uhuru Kenyatta afadhali. Afadhali. Yeah. Afadhali. Naam.
Sasa wewe unaweza ambia vijanaje kwa maandamano ya leo tufanyaje, ama wa vijana wale unaweza washauriaje, ama unaweza wapea, ama unaweza waambia kitu chochote gani? Vijana wa Kenya, Gen Z, Yes. hata kuna wale wanaitwa millennials na wazazi wetu, sasa tunawaambiaje? Mtukubalisha, mtupee ruhusa tupiganie Kenya. Yes. Wakati wa Nyayo nyinyi wazazi wetu mliuziwa woga, mkanunua woga, ndio tumefika hapa. Sasa sisi mtupee ruhusa tupiganie Kenya, tuikomboe. Asanteni. Mpendwa, this is Uwezo TV, home of entertainment, na tutazidi kukupasha habari vile vile ambacho kinachoendelea kwenye nchi ya Kenya, Nakuru. Asanteni sana. Bado tunaendelea kufuatilia, na niko naangalia hapa kuna watu tofauti ambao kwa hapa. Baba tuliongea naye, ametupatia maoni yake, na hapa kuna wengine wawili wanaendelea kuchapa kazi. Habari baba? Mzuri sana. Kazi nakupelekaje? Kazi ni mbaya sana kwa leo. Yes. Sababu kuna furugu na hatujui zinatoka wapi, juu tuliambiwa maandamano itakuwa ya amani. Yes. Lakini tunaona kweli ya kwamba si ya amani. Yes. Juu kama uko kwa kazi yako umejitokeza ufanye kazi, lakini kwa hiyo kazi ufanyi, juu hata mapolisi ni wengi sana. Yes. Wanatupa tear gas ovyo. Sasa hata tunaona hata kazi yenyewe hakuna, hata inasababisha kukue na furugu. Yes. Yes. So unaangalia ile furugu ama ile maandamano yetu itatusaidia sisi wananchi? Hakika haiwezi tusaidia, sababu kama ni kuandamana kwa amani inaweza tusaidia. Yes. Lakini ile mpangilio ya kuandamana haiko. Yes. Sasa tunaambiwa ya kwamba polisi anafaa akusindikize ufanye maandamano ya amani. Lakini hatuoni hivyo. Yes. Maandamano yenyewe si ya amani. Yes. Ukiangalia furugu ndiye mingi. Na swali ambalo naweza kukuuliza, serikali ya saizi na serikali ya kitambo ni gani beta? Afadhali unasema angalau hii ingebaki, afadhali hatungepitia hii haya yote. Yes, uchumi hiki inaweza kuwa iko, lakini unaweza sema okay, afadhali serikali ya kitambo ama ya saizi? Serikali ya kitambo ilikuwa mzuri juu yenyewe hata kama hakukuwa na maandamano mingi. Yes. Lakini serikali ya saizi imekataa kusikia, na ingesikia na ikae chini mzuri na ifanye kwa utaratibu, isikie wananchi. Yes. Wananchi kama wamefinyika ya kwamba wamefinywa, hakika wasikie ya kwamba wamefinywa. Yes. Iwachungie maslahi yao. Tulikuwa tunaona serikali ya kitambo pesa zilikuwa, lakini kwa saizi kusema ukweli kazi iko chini na pesa hata ndiye hiyo hakuna. So ndiye inatuma watu waandamane, na ili hali hata wenye wako kwa kazi hata wanawachanganyisanya wote, wenye wako kwa kazi, wenye wako kwa maandamano, mnapigwa tear gas nyingi wote. So naona serikali ya saizi inafaa ikuwe at least isikize mwananchi, ndiye maisha iweze kukua ngumu. Yes. Iwache kukua ngumu venye iko. So we maoni yako kwa wananchi, unawaambiaje waendelee na maandamano, watasaidika ama kila mtu afanye shughuli yake? Ningewaambia kila mtu afanye shughuli yake. Yes. Lakini serikali naye ichukue hiyo jukumu, juu serikali naye imewekwa hapo na wananchi. Yes. Iwasikilize na iwatatulie mashida zao. So kuliko hii furugu, juu hata mwananchi anatupa na serikali bado inatupa. Yes. Juu mwananchi ndiye anafanya kazi, naye serikali inapata kitu. Ni kweli. So naona serikali bado iweze kuangalia, ndiye isitupe na mwananchi asitupe, na Kenya isiendelee kuadhirika. Ndio. Juu hata mataifa zingine zinaona kwani hii serikali ni ovyo namna gani. Haiwezi sikiliza wananchi wao, wasikilize ili mambo ikue mzuri. Yes. Na kazi iweze kufanyika, wananchi apate na pia serikali ipate. Yes. Yes. Venye unavyosikia, hiyo ni maoni ya baba hapa, na don't forget we are live on Uwezo TV, home of entertainment. Acha tusikize na mwingine hapa, tunaweza tamani tusikie maoni yako. Yeah. So bado tuko site, tuko Nakuru town, na bado maandamano inaendelea, na saizi tuko hapa town na tutaendelea kupasha vile venye kunaendelea. Asanteni sana. Yes. Bado tunazidi kukupasha habari tofauti, na saizi town, na hapa niko na wengine ambao wanafanya kazi tofauti.
Mambo baba? Viti. Uko fit? Kazi na kupelekaje? Kazi ni mbaya sana leo. Leo ni mbaya. Leo ni kubaya sana. Hakuna eni baba. Nasikia saizi ni maandamano. Maandamano na kupelekaje? Maandamano sio mzuri, lakini sasa tunataka hiyo maandamano iendelee hivyo ndio tupate haki yetu. Na je, tukiendelea na maandamano tutapata kweli haki yetu kweli? Tutapata haki yetu. Juu sababu nyuma tuliandamana, si ndio? Mpaka sasa tunaandamana. Je, haki kweli imepatikana ama? Itapatikana sababu sasa ukiona venye nchi iko saa hizi. Yes. Hakuna pale mzuri. Kila mama ambao analia, kila mtu analia. Mpaka watoto analia, nyako shule analia. Hakuna eni. Yes. Ni kubaya. So wewe unaangalia serikali ya kitambo na saa hizi, unaweza kupaje afadhali ya kitambo? Afadhali ya kitambo, hiyo saa hizi achana. Hii saa hizi achana. Iko sawa. Hiyo saa hizi achana. Arudi ama? Mimi naweza arudi. Ama tuletee Matiang'i. Afanye nini? Hunye arudi. Huyo mzee wetu. Ruto. Anaona kuwa one time. One time. Aenda akiendaga. Na nauliza swali moja. Wewe mwaka hapo. Saa hizi hali venye iko. Vijana wanaendelea kuuawa kila siku. Bila kuandamana, bila kupambania haki yao. Je, tukiendelea kupambana kweli tutasaidika na tunaangalia watu wanauawa? Sasa tutafanya aje? Kama hata hawatusikii na ya maongeo, si lazima tukotee tu kwa barabara. Kaende. Sini kaende. Na pesa serikali inaanza kuua watu. Je, ni haki yao ama wanaenda kinyume? Hayo ni kinyume na sheria. Kila mtu ako na haki ya kuishi. Yes. Kama bibi ametoroka, sasa maisha ni sasa hadi bibi ametoroka. Nasikia mama mwingine anasema bibi amefanya nini? Bibi ashaenda, maisha imekuwa ngumu. Bibi alitoroka sababu sina eni. Ndafanya nini? Nyumba tumefungua, unakaa ukifungua. Yes. Mimi kwa miezi 6 sijalipa nyumba. Landlord nimenyanyua ameogopa. Aniambia kijana wewe. Na kumaka bado ni problem. Yaani wenye unataka abrefike kwa mfuko. Mwewe anachukua. Hili mwewe tuko nayo. So unazaambia serikali jambo lipi? Itabidi tu wajue venye tutakaa. Hatuwezi kaa nao hivyo. Na swali yangu ni moja, serikali ya kitambo na sasa afadhali gani beta? Tafadhali ile ya kitambo ile, maana nilikuwa najipata maana hata niko na kachwani kaukunywa chai asubuhi. Sasa hivi niko na dhati hilo itakuliwa lunch, ikuliwe sapa. Yaani hakuna kitu nategemea sasa hivi kwani. Niko na dhati bo peke yake. Ongea kutoke. Hii dhati bo ndio nitakula sijakunywa chai. Na mpaka sasa imehesabiwa hapa kwa dhati. Sasa utandu. Mpendwa, we are live on Uwezo TV, home of entertainment. Na wananchi wanaendelea kulia sana tena sana. Na ndio hivyo unaona vijana wako kwa maandamano, tunazidi kufanya nini? Kuandamana pamoja. So stay tuned. We are live on Uwezo TV, home of entertainment. Hata niongee bwana hapa. Baba jambo. Kwa salama. Kazi na kupelekaje? Kazi mbaya, saa 5 saa 6. Yes. Watu wamekuwa shughuli zao lakini wanakuwa hali. Juu nimekuona kando kabisa umenyamaza sana, najiuliza why. Nilikuwa nakuja toa shughuli zangu za kazi zimefungwa. Yes. Hakuna shughuli. So wewe kwa maoni yako, hii maandamano itasaidia kweli vijana kweli watatupatia haki yetu ama tu ni kuuawa tu kwa kuuawa tu? Ndio tupate uhuru hii Kenya. Yes. Tupata kwa lazima chuma nzuri tutoke pamoja. Yes. Ndio maana kama haya na nyumba mkono. Songa sitakuwa itafanyika kwa nini? Yes. Serikali pewe vijana security. Yes. Vijana wafanye kazi yao. Na vile saizi mambo yamebadilika, unapata sasa vijana demo wanatoka nje kutetea haki yao, unapata wanaanza kuuawa. Je, ni haki ya serikali pia kufanya hiyo ama wanaenda kinyume? Katiba haisemi mtu auliwe. Yes. Kama mtu ni criminal, a person is a criminal. Yes. So holiday emergency. The police are doing. No bad. Not teaching the young people. You know, the more you teach a person, the more he learns. And you know how vulnerable a young person might be. So sioni kitu yote inaendelea hapa vizuri. Kinyume na sheria hapa Kenya. Secondly, wakati president aliongea juzi, alisema
tulikosea kusamehewa. So he doesn't own that, irrespective of what we are seeing on daily basis. Even yesterday, there was an abduction. Somewhere na itafanyika na nani na serikali. So he's breaching while drinking water or vice versa. So kabisa serikali yetu tuachua serikali. So we wait for this 1 year and a half, then we do reforms through the constitutional way. By the kupiga kura, kwa serikali inafaa kusia kifai. Na swali yangu ni je, serikali ya kitambo na ya saizi una prefer gani? At least unasema hata kama uchumi ilikuwa, lakini hii serikali angalau ingangana. Ijangangana sababu hakuna kitu kimefanya kutuliza. Sababu ukiangalia saa hii barabara zote zimesimama kwanza. Infrastructure imesimama. Despite sisi kusikia alienda China kukopa pesa. Despite yeye kusema ataprovidea vijana kazi ya kuprovidea. Juzi ndio alisema tulia kazi mtaani imerudi. Na unajua hiyo kazi ndio inapea vijana wengi kazi mtaani. So hiyo alipotoa, alitoa pato la vijana. Kwa walikuwa wanatumia kazi kama hizo hapo mtaani. For example, ukiangalia hapa hivi na corporate crime rate imerudi. It's fast. Why? Because young people don't have shilling in their pocket. Neither do they have anything to pull at all. That's all the crime rate. So serikali ya saa hii hakuna kazi inafanya. Ile ya kitambo, hata kama ilikuwa changamoto zilikuwa nazo, ndio saa hii changamoto nyingi, a lot of corruption na impunity. Yes. So we should do reform. We should do reform when it comes to other things. Adhara reform, including your area MCA. Na je akipita? Hatuna lingine juu watu watakuwa wamesema, lakini hapo kwa kupita kidogo elewi kama kura yake itapigwa mara kadhaa if you pay 50+1. I don't believe atapita. I personally, that's my own personal opinion. Mpendwa, this is Uwezo TV. We are live on Uwezo TV, home of entertainment. Na miona hapa jenzi mwingine. Mambo tu. Poa sana. Uko fiti? Mimi niko poa. Unaitwa nani? Kwa majina ni Abdi. Natoka Geto tu hapa Bombe. Niko nataka kusema Ruto hiyo simu yake. Hatuwezi mkaribisha tena kwa siku nyingine. Nasipo. Leo tunamaliza bana. Amemada watu wengi amefanya nimepoteza zetu nini. Nasema must go. Aende. So hataki serikali tena. Hataki hiyo serikali yake asonge nayo. In one term. One term. In one term. One term. Yaje bro. Kitu sana. Jina naitwa John Karanja. Naona huko maandamano saa hizi. Niko maandamano, lazima tuondoe huyu mtu. Hatutaki uongozi wa kufinyilia wa Kenya. Tulikuwa tunafikiria akiingia atafanya venye alikuwa amesema, lakini kitu ameifanya vice versa. Anafanya mauaji kila wakati. So tunasema form one term na hatucheki one term. Na hii serikali ya saa hizi na ya kitambo afadhali gani? Tunasema afadhali serikali iliyopita. Serikali iliyopita ya Mzee Kenyatta. Tunasema afadhali hiyo ya last time hiyo. Hii ni ya kutufinyiria na kutukandamiza. Baba, uko na maoni? One term yote. One term. Haongezi. Na wewe ndio hiyo tu. One term. Hatuongei nini? Vijana tuko sawa. Nakuru town. Uwezo TV, home of entertainment. Na pia tunazidi kutamba. Tunaelekea wapi? Town sasa. Stay tuned.